Katika siku hii leo kutakuwa kuna mchezo mmoja katika ligi nzima ya EPL ambapo Tottenham Hotspur watakuwa wanaikaribisha Crystal Palace, ambapo huu ndio utakuwa mchezo wa kufungia ligi kwa raundi hii na kuipisha michezo mingine iendelee ya ligi nyingine. Tottenham leo wanachuka saa 5 usiku wakikaribisha Crystal Palace. Kwa mtazamo wako, Tottenham pia tumeona kwa msimu huu mwendelezo wake si mzuri. Kwa sasa hivi wako nafasi ya 16. Wako kule chini kule. Dhidi nafasi ya 14 ambayo Crystal Palace. Wana pointi zao 29 na wamecheza michezo 28 na mchezo wa leo wakicheza na kuna mchezo 29. Wana upungufu wa magoli 5. Tottenham, nini kimewasibu na nini kimewakumba, na katika mchezo wa leo unaona wanakielekea wapi? Ya kwanza Spurs, yani kuna namna Spurs huwezi kwa, yani mimi Spurs mpaka sasa hivi bado sijaweza kuidefine kwamba ni moja wapo kati ya timu kubwa ama ni timu ya madaraja ya kati, kwa sababu mpaka sasa hivi ni timu ambayo kiukweli haikupi kile ambacho unakihitaji kwa timu kubwa. Hawakupi ule ushindani kama timu kubwa ambazo zinatoa, hawakupi ule mwendelezo bora, hawakupi. Ni Spurs ni timu ambayo ina kila kitu, ni kama vile Tanzania tunaweza tukasema Azam FC ina kila kitu, lakini bado huoni kwamba kama timu kubwa ni namna ambavyo ina react kutaka kitu fulani hivi. Hapana, bado ina struggle. Mfano sasa hivi wana miaka 61 hajaona kombe la EPL, lakini UEFA wanafanya vizuri. Sawa, lakini pia hata uko UEFA kwenyewe bado mafanikio makubwa labda ni kuchukua wapo kwenye raundi ya 16 kwa sasa hivi. Sawa, lakini mimi sioni kisonga mbele. Ya kutokana na performance yao sioni kisonga mbele. Na wanakutana na Bayern Leverkusen kitu kama hicho kama sijakosea. Hapana, Bayern Leverkusen wanakutana na Arsenal. Wanakutana na nani? Tutaangalia msomo vizuri baadaye, lakini Leverkusen anapiga na Arsenal. Lakini rudi kwenye mchezo wa leo dhidi ya Crystal Palace. Mimi naona bado ni sehemu ngumu sana kwa Spurs kupata matokeo, kwa sababu Crystal Palace sio timu ya mchezo. Ni timu ambayo imetoa master wengi wakubwa, na kwenye kila msimu lazima ukupe mtu mmoja ama wawili ambao ni vigogo kwelikweli, watu ni quality kwelikweli. Angalia msimu ambao kulikuwa na Wilfried Zaha, msimu ambao kulikuwa na Michael Olise, msimu ambao kulikuwa na Ebere Eze, na msimu huu pia msimu umeanza Ebere Eze ameondoka, lakini pia ameacha watu ambao wanaweza kufanya kazi kwelikweli. Unamwangalia mtu kama Ismaila Sarr, raia wa Nigeria, winga wa kulia anafanya kazi nzuri sana. Angalia mshambuliaji wao Jean-Philippe Mateta, amekuwa na kazi nzuri sana akina Eden Nketiah, wamekuwa wakipiga mpira kwelikweli. Kwa hiyo kwenye mechi ya Spurs na ya leo naweza kusema si changamoto ndogo kwao. Ni bonge moja changamoto kwa sababu ya vitu ambavyo nimetaja hapo awali, kutokana na ubora ambao wako nao Crystal Palace, lakini pia ubora wa kocha ambao wako nao, lakini pia kikosi kizima jinsi kilivyo, quality ya mchezaji mmoja mmoja, bado sio kitu ambacho unaweza ukakidharau kwa Crystal Palace. Lakini kwa Spurs nao pia inaweza nikasema Spurs ni moja kati ya timu ambazo zina watu, lakini sijajua kwamba ni muundo mzima wa timu ama identity ya timu ama makocha ambao wanawapata bado hawezi kukidhi mahitaji yao. Bado sijajua ni shida ni nini, lakini angalia kikosi cha mtu mmoja mmoja, watu ambao wako nao pale kati, akina Conor Gallagher, moja kati ya viungo ambao tumeona akifanya kazi kubwa sana akiwa pale Atletico Madrid. Tunazungumzia akina Madison, akina Richarlison, moja kati ya washambuliaji bora, akina Odobert, akina Gray, akina wako pamoja, wako na beki bora, beki mwenye mbio zaidi duniani Mickey van de Ven. Lakini bado ni timu ioni kabisa ikikupa matokeo. Wana mtu ambaye mpaka na kombe la dunia Cristiano Romero yuko pale kati kama captain, lakini bado huoni timu ambayo inashindania kitu fulani. Sawa. Kwa haraka unaweza ukatupa information nzima ya namna Tottenham watakavyoingia, lakini pia ukatutabilia wachezaji gani watakaoanza, na pia wakianza wataweza kulazimisha leo Tottenham ipate matokeo, lakini pia iweze kujihakikishia nafasi nzuri wasiweze kushuka daraja. Ya kwanza kabla kikosi ambacho kitachoanza leo, kwanza Spurs sasa hivi ina majeruhi wengi sana. Wale watu ambao tulikuwa tunawategemea kwenye kikosi cha kwanza wako majeruhi, lakini pia kuna kadi nyekundu ya Cristiano Romero. Kwa hiyo tunatarajia hata kuepo akina Bergvall ni majeruhi, akina Gray ni majeruhi, lakini kwenye kikosi cha kwanza cha leo ndio ile kadi aliyoipata katika mechi ya Man U, ndio? Ni kadi nyekundu alipata. Lakini leo nategemea nitamwona Vicario golini, Dragusin pamoja
Nimweke nani tena pale kati? Okay, Mickey Van de Ven atakaa pale kati. Kushoto atakaa Gray, kulia Pedro Porro. Lakini katikati natarajia kumuona Bentancur kama atakuwa yuko fiti, pamoja na Conor Gallagher ama Madison, yote atakuwa ambaye atakuwa yuko fiti atamaliza hapo. Lakini mbele kabisa natarajia nimuone Pape Matar Sarr kama namba 10. Lakini mshambuliaji wa mwisho okay, nitaenda na Richarlison pale mbele kama mshambuliaji wa mwisho. Sawa kabisa. Naam. Hayo yalikuwa ni mawazo ya mchambuzi wetu Baraka Mlope kati ya mechi ambayo itakutanisha Tottenham Hotspur wakiwa nyumbani dhidi ya Crystal Palace, ambao mechi hiyo itachezwa leo majira ya saa 5 kamili usiku, ambapo itaamua hatima ya Tottenham kuzidi kujikita kwenye kushuka daraja ama kuendelea kujihakikishia nafasi bora kabisa ya kubaki katika ligi bora ya EPL. Na kwa wakati huu tunafikia mwisho wa uchambuzi katika kipindi chetu kizuri cha Sports Parade. Na ulikuwa nami Amani James Mapunda, lakini bila kusahau ulikuwa na mchambuzi wetu Baraka Mlope. Tumekuletea mambo mbalimbali, ikiwa tumekuletea uchambuzi wa mechi ambazo zimechezwa leo katika ligi ya NBC Tanzania Bara, lakini pia tumekuletea uchambuzi wa mechi zilizochezwa jana usiku katika ligi ya EPL, ambapo kulikuwa kuna mechi kati ya Manchester City dhidi ya Nottingham Forest, lakini pia Brighton Hove Albion dhidi ya Arsenal. Hizo ndio mechi ambazo tulikuletea, lakini bila kusahau tulikuletea mechi ambayo inachezwa leo majira ya usiku katika ligi ya EPL kati ya Tottenham dhidi ya Crystal Palace. Kwa wakati huu sisi hatuna la ziada, tukitakia uangalizi mwema wa vipindi ambavyo vinarushwa katika channel yetu ya Kale, bila kusahau kusubscribe, kucomment, kushare, lakini pia kuweka kile kikengele cha notification ili uendelee kupata mambo mengi mazuri ambayo yanarushwa katika channel yetu. Hadi wakati mwingine, bye bye.